Kombo, taarifa mpya ambazo zimekuja hivi karibuni, tumetoka kufanya analysis muda so mrefu kwamba Netanyahu na taarifa zake za kwamba amepoteza maisha, kabla hata hatujamaliza mambo ya kuedit, lakini tayari Netanyahu kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare na mitandao yake mingine ameweza kushare video akionekana kana zile taarifa kwamba amepoteza maisha na kwamba ana mikono zaidi ya sita katika kiganja na kana anaonesha pale na nini. Video hii pia Netanyahu inamaanisha nini hasa? Ni kweli tulikuwa tunafanya upembuzi ama uchambuzi kuhusiana na hizo taarifa za Roman kwa amefariki au amenyeruhiwa, lakini punde kidogo tukaona ameposti kwenye mtandao wake wa Instagram akionyesha yupo katika sehemu ama moja ya hoteli, japokuwa hajataji ama hajaandika ni eneo gani, lakini anaonekana kuwa akiendelea kunywa kahawa na akionyesha vidole vya mikono yake kama akiwadhihaki wale ambao walikuwa wanatilia shaka ama walikuwa wanatambaza hiyo habari kuwa zile video ambazo zilisambazwa juzi na jana kuwa ni AI, lakini pale anaonyesha kuwa ana vidole sawa, jambo ambalo ni kama kuwadhihaki wale ambao walikuwa wanamzushia kifo. Japokuwa Vita, unafahamu kuwa hii ni mitandao ya kijamii na watu wakubwa kama wale kuzote huwa kuna watu ambao wanaiendesha. Kwa hiyo huwezi jua kuna nini nyuma ya pazia kwenye ile video ambayo imepostiwa muda si mrefu. Lakini pengine Kombo, hasa unadhani ni kitu ama propaganda ambayo Israel waliamua labda kuitengeneza kujaribu kuteka advantage na kuhamisha labda upepo labda na namna ambavyo story ibadilika katika kila kitu tunavyoitazamia sisi? Kuna mawili, pengine wameamua hilo ama pengine ni kweli limetokea hilo tukio. Kama nilivyosema, hao watu wakubwa na video huwa mitandao yao ama akaunti zao zinaendeshwa na wasaidizi wao. Kwa hiyo huwezi jua kwamba pengine ni vile vile imetengenezwa kisha ikapostiwa ama pengine ni ya ukweli. Japokuwa tuvute subira zaidi tuweze kujua ili watu waweze kuamini, hata Waisraeli wenyewe labda wamuone mitaani akidhuru maeneo ambayo labda wamepata maafa, pengine ndo watu wanaweza kupata uthibitisho zaidi. Lakini kwa kile ambacho kimeonekana pia kinaweza kuwa na mashaka, kwa sababu huwezi ukapitisha moja kwa moja kwamba yupo hai au pengine ni AI pia. Lakini japokuwa kwa video inavyoonyesha aweza kuwa ni yupo hai kweli, kwa sababu kwa aina ya video ambayo inaonyesha ama imechukuliwa haionyeshi kwa macho ya kawaida kuwa ni AI, kulingana na hata vitendo vinavyoonekana na zile situation za ile video ambayo imepostiwa muda si mrefu. Lakini pengine hasa unadhani katika uwanja wa vita Netanyahu kuonekana kwa mara nyingine pia ina madhara gani hasa kwa upande wa Iran? Ina madhara kwa kiasi chake, kwa sababu wanajeshi labda wa Irani ama viongozi wa Irani na raia wa Irani yaweza kuwa kuna hatua walijiona wamepiga. Kwa hiyo kuonekana kwake tena watakuwa kama wamerudi tena hatua moja nyuma, na kuwafanya kidogo kuongeza nguvu. Lakini kwa ile situation ya kusemekana kuwa alifariki kidogo, ilikuwa inawapahamu ama ilikuwa inawapa nguvu ya kuendeleza mapambano zaidi. Lakini kuonekana kwake vile vile itawarudisha nyuma kwa kiasi fulani ama itawavunja moyo kwa kiasi fulani, kwa sababu ile ndio adui wao namba moja kwa hivi sasa, na amehusika kwenye madhara mengi. Ukiacha tu kwenye hayo mashambulizi yaliyomuua Khamenei, kuna mashambulizi mengine yalifanywa mwaka jana, mashambulizi yaliyofanywa kule Iraki yaliyomuua mkuu wa majeshi Qasim Soleimani, na matukio kibao ambayo yalifanywa dhidi ya Iran. Kwa hiyo kuonekana kwake pia itakuwa imewarudisha nyuma kwa kiasi fulani watu wa Irani ama wale ambao wanaiunga mkono Irani. Kombo, asante sana. Mimi nikuacha sasa ukafutari, lakini ukirejea tutaendelea kuzichambua hizi habari pia. Shukrani. Asante sana.